Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Kristo. Ninawasalimu tena kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Ni wakati mwingine mwema, namshukuru Mungu kwa uhai na uzima. Karibuni nyote wageni kwa wenyeji, tujifunze kitu. Nitasoma kitabu cha Danieli, sura yake ikiwa ya pili, kuanzia mstari wa 22 hadi wa 23. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Nakushukuru na kuhimidi, Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hilo ndio neno ambalo nitalitumia kwa video ya siku ya leo. Mungu hutufunulia mambo ya fumbo ya siri. Yesu huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. So Mungu tuongelesha, na inaweza kupitia kwa ndoto, maono, au tu kupitia kwa neno lake. Yes, ama unaweza pia sikia sauti ya Mungu akikuongelesha, au pia Mungu anatuongelesha kupitia kwa watumishi wake wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapolala usiku, jinsi neno katika Ayubu linasema, Mungu hufungua masikio yake ya ndani, alafu hutia maneno yake kwenye akili ya huyo mtu. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Juzi nimelala nikakuwa nimeota kuwa huku nchini Kenya ndege imeanguka kama pale huko mbele, alafu mimi ndio huyo nimetoka kwa nyumba mbio, nikaanza kuambia watu ndege imeanguka. Kukawa na kusanyiko kubwa pale ya watu tukaangalia kule mbele, kweli tukaona ndege ni kama imeanguka. Moshi unatoka, and tukaanza kufikiria tunaendaje kurescue. Lakini sasa mwingine akasema kule ni mbali, hatuwezi fika. The moment tunakuwa tunafika, hata hatutakuwa wa msaada wowote kwa wale, maana watakuwa wengi ama wote washapoteza uhai. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo message ikakuwa imekaa sana kwa akili yangu, yani hata najaribu kusahau, lakini wapi. Na ndio sasa nikauliza Mungu, ama Mungu anataka niombee hawa watu ama iwe aje? Iwe aje. Lakini sasa katika ndoto ile ilikuwa kweli ndege imeanguka, na asilimia ama watu wote waliokuwa katika ndege hiyo wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho Mungu anakuonyesha ili ufanyeje? Uombe. Sasa hapo Mungu anapokuletea ujumbe, ni vitu viwili yafaa vifanyike hapa. Aidha uombe kuzuia, ama Mungu pengine anaonya watu fulani kuhusu kitu fulani, wasiposikia hayo yatawakuta. Bwana Yesu asifiwe. So mimi ningependa tu kuchukua hii fursa pia kuwahimiza nyinyi na wenzangu tuombe sana nchi ya Kenya, na pia wale ambao wana travel na ndege. Ukishajua una travel na ndege, ukishajua kesho ni safari yangu, ama pengine one of your family member ama rafiki anaenda na ndege mahali fulani, kuwa unachukua jukumu la kuamka hata saa 9 usiku kuomba, kufanya maombi. Hata siku 3 unafunga tu na kuomba, ama ukwe unaomba mpaka hiyo siku anatoka. Omba sana Mungu aondoe hizo roho za mauti, roho za ajali, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So tuombe sana isije ikafanyika. Lakini chenye niliona clearly, ndege imeanguka katika nchi ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. So tuombe sana wapendwa, na mambo mengi ambayo nimeona katika ulimwengu wa roho ya kutisha, hakika naomba tu Mungu atusaidie tuepukane naye. Hata nikaona maono kuhusu president wa Kenya, kila ambacho kitamtokea, kwa sababu asikii ushauri wenye haki ama watumishi wa Mungu wa kweli.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ya mtumishi, hiyo ya kiongozi ama rais wa Kenya nitakuja kuitoa baadaye, sitaitoa sasa hivi. Lakini pia hiyo nasikia msukumo kuwa niitoe. Kama ujumbe utamfikia moja kwa moja, atubu na ageuke, atafute kweli ya Mungu. Asiwe mnafiki, asiongee maneno ambayo ni ya unafiki. Yaani maneno ambayo anaongea amejaa unafiki, alafu ni ya uongo sana. Ni mambo ambayo yanamchukiza Mungu sana. Wajua ukifanya mambo mengine ama ukiongea maneno ambayo ni ya kipumbavu, Mungu anachukizwa nayo sana. Bwana Yesu asifiwe. So kwa mengine mengi nitakuja na ujumbe baadaye ama siku ingine, na Mungu atubariki sisi sote. Shalom.